zake kwamba kufikia mwaka 2032 taifa hili liwe na misitu ya takriban miti bilioni 15. Lakini kwa wengine wanahisi kwamba serikali hapo huenda kidogo imeanza kuangazia ambapo sipo. Manake swala la mabadiliko ya tabia nchi linahitaji mengi zaidi kuliko kupanda miti peke yake. Lakini kunao wanaohisi kwamba hii ni moja ya mikakati ambayo itaweza kupunguza pakubwa makali na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tukizungumzia mabadiliko ya tabia nchi, tunaona kumekuwa na kiangazi cha muda mrefu, tunaona kwamba kuna kuja mvua ambazo ni haribifu katika mashamba yetu. Lakini je, sasa hivi tunapanda miti antake na kunanyesha mvua nyingi, hii miti itabakia ama itasombwa? Mohamed Suleiman, hii ni wakati mzuri wa kupanda mti. Sababu ni kwa unapanda mti wakati uko na mvua ya kutosha. Ndio mti uweze kubaki na hiyo maji kwa muda mrefu. Maji imeteremka chini na inaweza kuwa na huo mti. So ile the first wiki 3-4 hivi maji ikikuwa na mti itaweza kushikilia na kukua. Hatupandange mti wakati wa kiangazi juu mti utaka maji nyingi. Lakini hii ni mvua wacha niseme ni mvua ya El Nino, wenyewe wamesema. Ni mvua haribifu, inasomba kila kitu. Ndio maana ukipanda ule mti usipande tu juu, lazima upande futi fulani chini ndio iweze kushikilia. Na uweze kuwekelea pia pale ambapo maji inaweza kalia ndio ikae kwa muda mrefu, isichukuliwe na maji. Unapata mtu amepanda mti tu juu ambapo kukuwa na mvua mzito inaweza fagilia huo mti. So lazima pia tujue vile tunapanda mti. Hivi ukiweka lazima uweke ishikilie chini vizuri. Naomba unieleze kama nataka kupanda mti. Naomba tu nifafanulie. Nafaa kuchimba futi ngapi na nitengeze shimo la upana gani, na mti wenyewe unafaa kuwa upi? Niliona ule umepandwa mmoja ni mrefu, mwingine unapandwa ni midogo sana. Mti unapandwa kulingana na miti. Kuna miti ambayo utapanda kama imekuwa kidogo, zingine ndogo, na pia kiasi ya shimo inalingana na mti. Ni kama any plant. Kuna mti mkubwa unapanda shimo kubwa, lakini sana sana inakuanga futi 3. So uhakikishe kuwa sana unapata miche iko na ile karatasi. Unatoa ile karatasi, unashikilia ile mchanga ambayo ilikuwa na huyo mche, alafu unaifinyilia. Unatoa mchanga unaweka chini, alafu unafinyilia pia, unapanda mti. Usipande na hiyo karatasi. Unapata watu pia wanapanda na hiyo karatasi. Ama unapata mtu pia amechukua ile karatasi analitupa. Pia tunaangalia maneno ya plastic bags. Ukipanda mti usitupe hiyo karatasi. Unaweza tumia hiyo mti kupanda mti mwingine. Hiyo karatasi kabisa. Yeah. Naam. Wewe kudhani kwamba ile shughuli mlikuwa mnafanya jana huenda ikasombwa na maji? Maana sasa hivi maji yanasomba kila kitu. Tunapopanda miti atupandi tu ili na kuiachilia. Tunaangazia pia mambo mingi, na pia tuna take care of it hadi ifike mahali ambapo inaweza sustain yenyewe. Kwa hivyo miti tunapoipanda pia alivyosema tunazingatia pia hizo karatasi tunaziweka mahali pamoja, na pia tunazi recycle venye nilikuwa nimekwambia. Nataka pia kuongezea kitu moja Suleiman. Tunapata kwa watu pia wanapanda miti na kuziachilia hapo. Wanasahau kwa miti lazima uitunze. Hakikisha kwa wanyama wakuji kuiharibu. Hakikisha kwa kama ni pahali ambapo kila mtu anapita umeweza kufence. So miti tu si kupanda. Miti tunasema grow a tree. Si plant a tree. Maana kampeni sasa hivi ni grow a tree. Grow a tree, si plant. Ndio ukipanda uweze kuangalia mpaka mahali ambao imekuwa mpaka iweze kuwa kubwa. Na Kelly, kwako hili swala la upanzi wa miti, wewe najua hii mikoko inapandwa baharini, fuo ni za umma, nyingi watu wanaingia tu wanavyotaka. Vipi mnailinda hii mikoko kwamba hii mnayopanda pia inaweza kutunzwa na kufikia vile viwango ambavyo vinahitajika? Wajua Suleiman, kupanda mikoko mwanzo ni rahisi. Vile mikoko kama vile nilivyosema awali, ecosystem yenye iko pale
yale mazingira yanaifanya inakuwa yenyewe. Na watu ambao pengine wanaweza kuwa wanaharibu mikoko kama ile miti kutokuwa tuseme ni high tides, wakati kuna wingu kubwa sana na pengine ile mikoko haijaingizwa chini vizuri, kwa vile kama vile Antek amesema hapo, tunafaa kuhakikisha kuna ule mkoko ama ule mti unaufinyilia ndani, ili hata kukiwa na zile high tides ama kukiwa na mvua kubwa hausombwi na maji. Kwa mikoko kama vile nilisema awali, threat yake kubwa ni chakula cha chakaa. Alafu kitu cha pili ni wingu, hizo mawingu yakija makubwa, ile maji ikija anaichukua. Sasa kitu ambacho tunafanya ni tunahakikisha mikoko inapandwa karibu, si kama hii miti ya kawaida. Mikoko inapandwa karibu. Sasa tunahakikisha kwa ule mkoko unaufinyilia ndani, ili hata kukiwa na ile wingu kubwa linapokuja haliuchukui. Hiyo pekee yake ndio inasaidia. Kwa vile kusema kuwa tutamwagia maji yenyewe yako pale, hakuna kitu kingine mkoko unahitaji. Soko la hewa ukaa. Unajua kama mkoko pia kama ni zetu pengine pia unajua ni mahali inamea ni pali pazuri sana kwa breeding wa samaki. Tunapata mahali kama pale samaki ni wengi. Sasa wale na mtarudi kwake. Tuangazie sasa hivi soko la hewa ukaa, carbon market. Ni jambo ambalo limezungumzwa sana na Rais William Ruto kwamba ukipanda miti utapata pesa. Napataje pesa kwa kupanda mti? Na ni mti tu nimepanda. Hiyo ni mjadala mkubwa sana ambayo watu wengi wanaweza kuangazia sahi, lakini maneno ya carbon markets haijaanza sahi, imekuanga katika ile agreement ambayo tunaita Paris agreement ama katika section 6 inatupea mbinu mbadala ya ku trade ama kutumia hiyo ama kuweza manage hiyo carbon markets. Na imekuanga ni vile tu hapa Kenya kuna kampuni ambazo zimekuwa zinafanya hiyo biashara, lakini hatujakuwa na sheria kwa muda mrefu. So hizi carbon markets zinatumiwa hasa kupunguza hiyo hewa chafu, na kuna mbinu mbadala. Unaweza trade na miji tofauti, unaweza trade na kampuni. Alafu pia tunatumia kama mji, kama ile commitment tunasema tuko na commitment ambayo inaitwa NDC ambayo tumesema tunataka kupunguza hiyo hewa by 32% by 2030. So kama Kenya tuko na hiyo agreement. Ndio maana unaona president ameweka hizo mikakati kuwa tukuwe na sheria kwanza ndio tuweze kumanage. So kwa hiyo sheria inaonyesha venye carbon markets inakuwa managed, nani ana manage, kazi ya waziri, kazi ya wale wa trustees. Iko na mbinu nyingi sana za kumanage, kama kuna mpaka ile benefit sharing ya market ya hizi carbon markets. So wacha nieleze kwa ufupi. Carbon markets ni management refu sana, ni sayansi kubwa, lakini kwa mwananchi ni kupanda mti. Ukishaweza panda mti ukuwe na ile agreement na unaweza tumia pia mchanga, grass. Kiwango kitapimwa vipi? Katika hii biashara ya carbon markets iko na different standards ambazo zinatumika na our investors. Utapata mtu anakuambia anataka heka fulani ndio aweze kuweka agreement na wewe. Ndio unapata kuwa kwa sehemu fulani ya nchi wameweza kuchukua shamba kubwa waweze kufanya hii biashara. So si ati ya mtu mmoja fulani, unapata vikundi. Tuko na project kama ile ya Kisagao ambayo ilianza, ambayo ni mwanzo ya kwanza Afrika, ambapo wana vijiji wameweza kuungana ili wapande miti pamoja. Na after many years wanaweza kupata hiyo fedha. Na hata wakipata hiyo fedha, kuna venye hizo fedha zinagawiwa, kama ni ya mtu kibinafsi, kama ni shamba ya serikali, iko hivyo. So ni biashara kubwa sana ambayo inahitaji maelezo zaidi, but basically ni ile kutrade. Unapanda mti alafu mtu ananunua hizo carbon credits. Unadhani ndiyo suluhu ya mabadiliko tabia nchi? Manake
Kumbe sivyo tunavyoambiwa, mkulima utafaidika. Inahitaji muwe na eka kubwa ndio uweze kufaidika. Mimi kulingana na maoni yangu sidhani kama hiyo ndio suluhu tunayohitaji wakati huu, kwa sababu ukiangalia mahali ambapo tupo kwa sasa tuko at risk ya jua vile na ambavyo biodiversity inabadilika. Kwa hivyo carbon credits ikiintroduciwa wakati kama huu, hiyo itaturudisha tu back to square one, kwa sababu hiyo si suluhu ambayo inafaa kunini. Kwa sababu moja ya wale wachafuzi ndio wanaofadhili miradi hii ya carbon credit. Unadhani tunawapa nguvu ya kuendelea kuchafua kwa sababu anajua tu nitalipia wewe upande miti mimi nichafue? Unajua hawa wafadhili hawazingatii effects ambazo zipo, kwa sababu hao wako na ile pesa. Yani wanazingatia tu kupata profits, faida tu. Wanatafuta kupata faida na kujiendeleza. Lakini ukiangalia kwa vile mambo na ambavyo ilivyo, iko na effects. Si kitu ambayo itakuwa ya faida kwa ulimwengu wa sasa. Antek, najua nataka kujibu swali hili, lakini Kelly Banda kwanza, mradi wako unaonekana kwamba ni pakubwa, huenda ukawa na manufaa ya kifedha kwa sababu mataifa yale makubwa na mashirika makubwa yanafadhili miradi kama hiyo ili wewe upande miti wao wachafue, ama unahisi vipi? Si ati kwa napanda miti wao wachafue. Mpanda miti kwa vile naangalia kizazi kijacho. Ukiangalia eneo zingine hakuna miti, watu wanateseka sana. Mwanzo hapo ufuko wa pwani, ukiangalia kama mahali panaitwa Ganze, angalia vile miti imekatwa. Angalia vile wanateseka kwa vile hata wale wanyama hawana pale pa kwenda kujikinga kutokana na jua kali. Upanzi wa miti ni muhimu sana. Ukiangalia ile area nasema tunapanda mikoko, vile wamekata paka hata samaki wenyewe wameanza kupotea baharini. Kwa vile kama vile nilivyosema awali, mikoko inasaidia breeding ya samaki sana. Na kama ikikatwa masamaki inapotea. Sasa hizi wavuvi inabidi wanaingia ndani sana kwa bahari ili kuweza kupata samaki. Ambapo sio jambo ambalo lilikuwa la kawaida hapo awali. Walikuwa wanapata samaki humu ufuoni wa bahari. Sasa upanzi wa miti ni muhimu. Na ni muhimu kwetu. Na upanzi wa miti unaanza na wewe kama Yeri ama kama Banda, inaanza na wewe. Je, Kelly, swala la carbon credit ndilo linaonekana kwamba ndio linalosukumwa zaidi katika huu upanzi wa miti, si jambo lingine lolote lile. Halionekani kama ndio suluhu ya haraka ya mabadiliko ya tabia nchi. Kweli, swala la carbon credit ndio the big ndio neno kubwa ambalo lipo sahizi. Si kwa serikali, si kwa wananchi wa kawaida, ni vile tu sasa hawajafanya ile awareness ya kutosha kuwa hii carbon credit itasaidia vipi ule mwananchi wa kawaida ambaye yeye ndio anatumika. Kwa tuseme kama eneo la Kidundu ambapo ndio tutafanya upanzi. Wale community ya Kidundu, je, wanajua faida ya carbon credit? Je, ile awareness imefanywa katika eneo lile, ama wanapanda tu kawaida vile wamezoea kupanda miti? Nadhani ni jawabu la serikali saizi kuhakikisha vile iko katika ile act ambayo ilikuwa amended juzi, kuhakikisha kwa wananchi ama ile community inafanya conservation, inajua umuhimu wa carbon credit mwanzo ni nini. Je, wananchi wanajua mambo ya carbon credit? Kwa vile serikali imegundua kuwa carbon credit ni kitu ambacho kinaweza tuletea fedha. Asante sana Kelly. Ulitaka kujibu swala moja ambalo limebuliwa na nilitaka tu
kuclarify vitu mbili. Moja ni kwamba upanzi wa miti kuna tofauti, kuna mbinu tofauti ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Moja tunaita mitigation, ile kupunguza hiyo hewa chafu. Ya pili ni adaptation, ile kuweka misingi ndio kukiwa na ile janga